Takriban wanawake milioni 736 duniani kote wanakabiliwa na unyanyasaji wa kijinsia angalau mara moja katika maisha yao. Kila mwaka tarehe 25 Novemba, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, huadhimishwa kufuatia azimio la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake lililotolewa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1993 dhidi ya wanawake. Siku hiyo inatumika kama ukumbusho wa hitaji la kupambana na unyanyasaji wa kijinsia ambao ni ukiukaji wa kawaida na ulioenea wa haki za binadamu. Dhuluma za jinsia zinajumuisha ukatili wa kimwili, ukatili wa kisaikolojia, unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji wa kijamii na kiuchumi, na mila zenye madhara kama vile ukeketaji na ndoa za utotoni. Edith Lorema ni afisa watoto eneo la Sigor. Ukeketaji ama FGM kwa Kiingereza ni ile inaitwa female genital mutilation. Kwa Kiswahili nitasema kwamba ni ile hali ambapo sehemu ya siri ya mtoto msichana inaweza kutolewa aidha kutumia wembe, kutumia kisu ama chombo yote ambayo inaweza kutoa zile nyama katika sehemu ya siri ya mtoto msichana. Katika kaunti hii ya Pokot Magharibi, utafiti ambao ulifanywa na kituo cha kufanya utafiti wa uhalifu National Crime Research Center mwaka 2018 ulionyesha kuwa kaunti hii ya Pokot Magharibi ina 6.8% ya visa vya dhuluma za kijinsia dhidi ya 9.2% ya kitaifa. Wengi wa akina mama kutoka jamii za wafugaji kaunti hii wanakiri kukabiliwa na wakati mgumu katika kumlea mtoto wa kike, hasa kutokana na mashinikizo kutoka kwa waume zao au hata jamii kuhusiana na hatima ya mtoto huyo, sababu kuu ikitokana na uroho wa mali. Mtoto msichana kwa hii jamii ya Pokot ni mtu ambaye hajachukuliwa kwa maana zaidi. Ukiangalia kuanzia masomo yake na mambo mengi, ukiona mtoto msichana hapa akifika umri wa miaka 12, 13 huwa anajiingiza kwa mambo ya ukeketaji, na kisha keketwa lazima atapeanwa kwa lazima, ama asipopeanwa kutakuwa na hiyo mimba ya mapema, na finally huyo mtoto atafikisha malengo yake. Lakini kando na shinikizo la wazazi, wengi wa watoto wa kike wanalazimika kukeketwa au kuolewa mapema kutokana na unyanyapaa ambao wanapitia mikononi mwa wenzao ambao tayari wamepitia tamaduni hizo. Huyu hapa mmoja ambaye jina lake tumelibana akisimulia changamoto ambazo wanapitia. Mambo mengi sana tunapitia kama sisi huku, tunaona sisi kama wasichana wengine katika mambo ya ukeketaji wa wasichana. Ni kama vile niko na rafiki yangu kule nyumbani, labda mwingine amekeketwa, alafu anapata kuniambia wewe si msichana na utakani kae bale nyumbani hivi ufanye ile yale. Hiyo ni mambo ambayo yanatufanya sisi wasichana to drop out kwa shule. Tuna engage katika hiyo maneno na tunaingia hiyo maneno. Ni kutokana na visa hivi ambapo mashirika mbalimbali ikiwemo lile la kuangazia masuala ya watoto UNICEF yanafanya juhudi kuona kwamba vinakabiliwa na kumpa nafasi ya kusoma mtoto wa kike. Evelyn Prech anahudumu katika shirika la Center for Indigenous Child Right kaunti hii ya Pokot Magharibi. Tunatetea haki ya watoto, sana sana wasichana katika jamii yetu hii ya wafugaji ya Pokot. Ni kwa sababu tunaona kwamba ni mtoto msichana ameathirika sana kwa mambo kama yale ya kimila. Unapata kwa bado kuna ukeketaji, bado tuko na ile kuozwa kwa mapema kwa lazima, na ile pia kunyimwa haki zake kama za kwenda kupata masomo na haki zingine. Edith Lorema ambaye ni afisa wa watoto eneo la Sigor kaunti hii ya Pokot Magharibi amesema kwamba visa hivi vinaendelezwa kwa wingi maeneo ya mashinani kutokana na hali kwamba kampeni dhidi ya dhuluma hizi hazijafika maeneo hayo. Hakika serikali imefanya kazi kubwa kuweza kuhamasisha jamii pia na wale wafadhili ya kwamba ukeketaji ni kinyume na sheria. Kumaanisha community wanajua, jamii wanajua, lakini si kwa undani. Kuna sehemu ambayo katika hapa sehemu ya Sigor, kuna sehemu ambayo haijafikiwa, kama sehemu ya Parkoyo, sehemu ya Sekerot, sehemu ya Cheptulel, sehemu ya Mosop na sehemu ya Seker. Aidha, miundombinu ikiwemo barabara mbovu na ukosefu wa mitandao maeneo haya
imepelekea changamoto kubwa kufikiwa na serikali pamoja na mashirika mbalimbali kuhakikisha kwamba dhuluma za jinsia zinakabiliwa. Kwa sababu tunajua maeneo hayo wako na shida ya network na pia barabara zao haziko salama. So tunaona kwamba wakati ukeketaji unafanyika, watoto wanapelekwa mahali ambapo hawezi kufikiwa kwa sababu barabara ni mbaya, pia hata kama wanataka kupiga simu si mahali ya kufikiwa. So kumaanisha ujumbe haijafika kwa ukamilifu. Kumaanisha bado tuko na kazi kama serikali kufikia sehemu hizo ili watoto wetu waweze kuwa salama. Na kufikia hapo ndipo nahitimisha makala haya maalum. Jina langu ni Benson Aswani. In the Pokot community, the girls undergo a lot of stress and a lot of pressure. Consolata Surutum, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Holy Rosary, Ortum, akiwa mmoja wa walimu ambao hukumbana na watoto wa kike katika hali ya kuhudumia shuleni, amesema kwamba watoto hawa hukabiliwa na wakati mgumu wanapofunga shule, kwani mazingira nyumbani huwa katili sana kwao. Most of these girls who come to school, when you hear their stories individually, most of them have really suffered. Back at home, the environment is very hostile to school-going girls because they expect them to undergo FGM, and then after undergoing FGM, they get married. Be they 9 years, 10 years, 13, or even 14. FGM is a very ugly exercise. Having witnessed some of the girls undergo FGM. Surutuma amesema kwamba wengi wa watoto wa kike ambao wanapitia